Kanisa Katoliki nchini Tanzania limejitokeza kama nguzo ya maadili, sauti ya haki na dira ya amani katikati ya mtafaruku wa kisiasa unaolikumba taifa hilo. Kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment, pia usikose kufinya kengele ili upate habari hizi kwa mpigo tu tena zaidi pindi tunapoziposti. Katika kipindi ambacho giza la migawanyiko ya kisiasa limekuwa likitanda, kanisa limekuwa sauti ya matumaini, likikumbusha taifa kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa mabavu, bali kwa haki, toba na wajibikaji wa wote wanaoshika hatamu za uongozi. Kupitia ujumbe wa Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwaishi wa Dar es Salaam, kanisa limeweka msimamo wake wazi. Akihutubia waumini katika misa maalum iliyofanyika wiki hii, Askofu Ruwaishi alisema kwa maneno mazito, adhabu ya maandamano si kupiga na kuua. Kauli hiyo imevuma kama kilio cha dhamiri ya taifa lililojeruhiwa, ikiweka bayana kwamba mamlaka hayawezi kutumia nguvu kama njia ya kurejesha utulivu. Kwa maneno yake, taifa limejeruhiwa, utu wake umeibiwa, na hali hii ni kidhihirisho mbele za Mungu. Kanisa Katoliki limekuwa mstari wa mbele kukemea ukandamizaji wa haki za kibinadamu na matumizi ya nguvu katika kushughulikia tofauti za kisiasa. Limewakumbusha viongozi kuwa mamlaka ni huduma, si silaha, na kwamba kila kiongozi atatoa hesabu zake mbele za Mungu kwa namna alivyoitumia nafasi yake. Wito huu unakuja wakati ambapo upinzani na serikali wanapanga mazungumzo ya maridhiano, lakini kanisa linasisitiza kuwa mazungumzo hayo hayatazaa matunda bila ukweli na wajibikaji. Kwa mujibu wa maaskofu, hakuna amani bila haki na hakuna haki bila ukweli. Kwa muda mrefu kanisa limekuwa kiungo kati ya serikali na wananchi, likisimama kama daraja la mazungumzo pale siasa inapogeuka uwanja wa vita. Katika kipindi hiki cha sintofahamu, limekuwa mshauri wa kiroho na wa kiutu, likiwahimiza viongozi wote kuweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi binafsi. Sauti ya kanisa imewatetea wale walioteseka, kujeruhiwa au kupoteza wapendo wao kutokana na vurugu. Kwao, fidia, toba na maombezi ni hatua za lazima kuelekea uponyaji wa taifa. Zaidi ya siasa, kanisa linapigania urejeshwaji wa imani ya wananchi kwa taasisi za kiserikali. Limeonya kuwa kukosa uwazi na uwajibikaji kutadidimiza demokrasia na kuchochea hofu miongoni mwa wananchi. Kwa namna yake ya kipekee, kanisa limekuwa mfano wa namna taasisi za kidini zinavyoweza kutumia ushawishi wake kulinda misingi ya utu wa binadamu na heshima ya maisha. Lakini zaidi ya Tanzania, ujumbe wa kanisa unavuka mipaka. Ni onyo kwa Afrika Mashariki nzima kwamba amani si ukimya unaotokana na woga, bali ni matokeo ya haki na uadilifu. Ni wito kwa viongozi kutambua kuwa nguvu ya kweli ya taifa haimo kwenye polisi wala silaha, bali kwenye maadili, ukweli na utumishi wa dhati kwa wananchi. Kanisa Katoliki Tanzania limeweka msingi wa mazungumzo mapya ya kitaifa yanayozingatia ukweli, haki na uponyaji. Limekuwa kioo cha dhamiri ya taifa, likirejelea maneno ya Kristo kwamba heri wenye kuleta amani, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ni sauti ambayo haitaki kupendeza upande wowote, bali kutetea ukweli kwa gharama yoyote. Na kwa taifa lililochoka kwa mivutano, maumivu na sintofahamu, sauti ya kanisa Katoliki inabaki kuwa mwanga wa matumaini, ikiwakumbusha wote kuwa hakuna mustakabali wa kweli bila haki, hakuna umoja wa kudumu bila ukweli, na hakuna amani ya kudumu bila toba ya pamoja. Na hiyo ndiyo mashua ya makala siku ya leo. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Pia turn on notification ili kupata habari zetu pamoja na makala, burudani na mengine zaidi pindi tunapoposti.